Yo, Rigiji sasa ameanza kubuli watu. Vile alikuwa anataka. Actually wanted to win the by-election in Olkalau. Ndianza sasa kubuli viongozi wa Mount Kenya. Anyone who doesn't subscribe to his ideas is an outcast. Alisema Moses Kuria ni outcast. Akwe treated huko Mlima Kenya kama outcast. Imagine that is a whole leader. Mwenye anasema viongozi wengine wakuwe treated kama outcasts. Rigiji doesn't care about common mwananchi at all. Rigiji only cares about making DCP a very strong party. A party that can negotiate with any government. Hata kama ni ya William Ruto. Hata kama ni William Ruto atarudi next elections. Hata kama Rigiji anawambia one term. Rigiji does not care on who is president next elections. Hizi zingine anawambia Kasongo one term, sijui ni emotions ana whip za wase. Lakini at the bottom of his heart, Rigiji knows he wants to build a strong political party that can bargain with any government. Abebe wabunge, abebe ma MCA, abebe ma senator. Na ndio maana umeona ameanza kusema ati Kimani Ichung'wah asipate kura 200. Sijui Anne Wamuratha asipate kura. Yani huyu jamaa anataka kuamulia even professors on whom they should vote for. Hiyo ujinga inafaa ikuwa ilienda na Raila Odinga. Tunataka watu wachague mtu wakitumia akili yao ama on account of what this person is going to do. Not on account of the party that this person is going to run on. So Rigiji is a selfish man. Na atapeleka Wakikuyu opposition because they are not going to beat William Ruto. There is no way they can beat William Ruto at all. Kura ya Waluya na Wajaluo inaenda kureplace kura ya Kikuyu bana. Kama mumelala, be told. William Ruto akupata kura mingi Western Kenya last time. Na Western Kenya wako more than 2.5 million people. William Ruto this time anaenda kupata 80% Western Kenya. Mpende msipende. So kura ya Waluya 80% na pia Luo Nyanza anaenda kupata pia more than 80% Luo Nyanza. Kura ya Wajaluo na Waluya inaenda kureplace kura ya Wakikuyu kabisa. William Ruto saa hii ni vizuri hata hiyo by election imemonyesha what's going on. So that he redirects his energies to other places mahali anaweza pata kura. Awachane na the Kikuyu vote. Wakikuyu waenda wakae opposition. After all hawajakaa opposition, wakae pia opposition this time. Because hata kwa serikali ya William Ruto hao watu wanawambia one term. Ati Ruto sijui amewabetray sijui nini. Yet kwa cabinet PSS na CSS wako na 15. Imagine. Na ukikuja hapa Kisii we only have one PS. Afadhali sisi haki ya Mungu tuseme tuko one term. Hiyo wakisi heri sisi wakisi tuseme tuko one term. Itaeleweka. Juu sisi tuko na only one CS, only one PS. But Wakikuyu, I'm talking about Kikuyus. Wako na PSS 7, CSS 8. Ukiunganisha wote ni 15 wanakaa kwa cabinet. Yetu wanasema William Ruto amewabetray. No. Now it's time William Ruto betrays them vizuri sasa. Hata hao ma-CS ma-PS atoe aweke ma-CS kutoka side nyingine yenye atapata support. Serikali bwana, siasa sio mapenzi. Na siasa kama hauni support, why should I entertain you ama why should I give you slots in my government? So awache hao waserve juu walimsaidia last time, awache waserve hii period imebaki for 1 year. Next year William Ruto akichukua kura akiunda serikali mara ya pili, CSS warudi Kisii, wapelekwe Luo Nyanza, wapelekwe Western, wapelekwe Coast, Wasapiri wapewe PS moja wale wenye watakuwa wamebaki na president. Au wengine waende opposition na Rigathi Gachagua. So Rigiji does not care about the welfare of common mwananchi. Rigiji purely cares about his own interests.
Na saa hii sasa ndiye amepata opportunity ya kuextort politicians wa Mount Kenya. Our aspirants wenye wanaenda kucontest saa hii wakikuja DCP they will be extorted. Lazima wapatie Rigiji pesa. Ndio yani maanze kujaribu ati mkwe na mtu ndiye anawaamulia. Hiyo ni ugonjwa. Because huyo mtu anaweza wapatia hata takataka iwaongoze. Rigiji hata wapatia hata takataka Mount Kenya iwaongoze. Just because he is out to revenge on those who don't subscribe to his ideas and ideologies. Rigathi Gachagua is a vengeful person. He is out to revenge purely. Hakuna kitu ati anataka kubadilisha Kenya hii. Na hata ingekuwa anataka kubadilisha Kenya hii, Rigiji hawezi badilisha Kenya hii hata akipewa space. He cannot. Hana uwezo, hana idea. So yeye is a bitter person. But let's give it to him. Amejaribu kuchallenge serikali. Na ni sawa, ni democratic right yake. He has successfully challenged the government in Ol Kalou. We give credit to him and the DCP, and we also congratulate yule mwenye alichaguliwa na hiyo DCP. So kitu tunaomba, huyu mwenye alichaguliwa na hiyo DCP afanyie watu wa huko Ol Kalou kazi. Hii mwaka moja imebaki, hatujui ni nini anaenda kufanya, but he should try as much as he can to deliver to the people who have voted for him. Na kwa ule alishindwa, it's not the end of the road. Ngoja ni mwaka moja tu. Labda huyu jamaa atateleza hiyo mwaka moja, mpige kiboko next time. So na watu wa Ol Kalou, tuliona muliletewa kila kitu, mkadefy vitu za serikali na mkapiga kura mahali mlitaka. Tunajua hamukupiga kura na sera, mlipiga kura na emotions. Na tunajua pia hiyo kukataa pia kuhongwa pia it's also something. So we give you to the people of Ol Kalou for voting the candidate of your choice. Na tunataka kitu tu, tunaomba ni watu wakuwe na amani. Politics, vile president alisema, hii siasa inakuja ikienda. Politics is not a matter of life and death. Usikufie kiongozi fulani ama upige wenzako kwa sababu wewe unatetea kiongozi fulani. Hapana. Leo unaweza kuwa uko na huyo kiongozi kesho uko na mwingine. So embrace brotherhood. Mtapiga kura, mtachagua viongozi, na maisha itasonga, maisha itazidi kusonga. So let's be united. We have a country to protect. Uchaguzi itaenda. Nyinyi mkimanage watu wa one time, mkimanage kuchagua president, tutakubali sisi atuongoze. Na sisi tukirudisha William Ruto, kubali awaongoze vile ilivyo. So mambo ya kupigana, hii mambo tunaona ya gunism, watu kufight all over, that one we condemn. Yes. Otherwise, Kenya is a great nation. And we are very peaceful people.